kwa sababu watu wamekosa watu kama wewe, na naamini ya kwamba Mungu alipokuteua Kiambu County has been remembered. We celebrate the grace of God upon your life, na zaidi ya yote kwa sababu unajali mpaka kazi ya Mungu na unaunganisha watu bila kujua ni kabila gani. We give God the glory for you. Na asante pia kwa sababu mheshimiwa wetu, our dear friend Mushege, majority leader, tunakupenda sana, and we celebrate you so much. Na viongozi wale wengine ambao tuko na wao, tunashukuru Mungu kwa sababu ya maisha yenu. Bwana asifiwe. Watu Amar Masa Yungwa, Nairobi County, can you celebrate the Lord for our leaders? Hallelujah. Sasa Maasai sasa sio wa Kajiado, ni wa Kiambu. Bwana asifiwe. Na tumetoana mbali sana na Mheshimiwa Mushege, na amekuwa baraka sana katika huduma zetu. Huwa anashiriki kule Tinga, mimi nimetoka Tinga, all the way from Tinga. Huduma yetu iko hapo ndio headquarter yetu. Na majina yangu ni Isaac Olonapa. Na huduma yetu inaitwa Living Word Covenant Church. And our vision is influencing the world for the cause of Christ. Hallelujah. Na siku ya leo nataka twende tuingie katika maandiko ili tuweze kubarikiwa. Nimekuja na team. Pastor Jonathan is my pilot, always my pilot. Tumpigie makofi mazuri. Ediendi dona inigi aradene. Ametoka kanisa letu pia. Anaitwa Liz. Daktari Liz anafanya kazi ya kutibu wanyama. Daktari Liz kiasi ya Yambaro Ngishu. Tumpigie makofi mazuri. Na interpreter wetu ni Simon. Mimi pia naitwa Simon. Pianist ni Musa. Pianist anaitwa Musa. Kwa hivyo tumeshukuru sana kwa mwaliko wenu. Haingekuwa rahisi mimi nitoke kanisani Jumapili, lakini kwa sababu ya upendo wa gavana wetu niliamua tu kutoka nikuje ili tushiriki pamoja. Kwa sababu ya muda, please open with me the book of 2 Kings, chapter 4, verse number 2. 2 Kings, chapter number 4, verse 2. And so Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Father, thank you for your word. Let the entrance of your word brings revelation and light, and take the glory. In Jesus' precious name. Amen. And so the Bible says, Elisha visited, the Bible says there was a woman, a certain wife of the sons of the prophet. And he came to Elisha, the prophet, and she was explaining a situation. She said to the prophet, "My husband was dead. And now, kwa sababu ya hiyo watoto wangu ambao ni vijana wawili wamechukuliwa, wanataka kuwachukua ili kwa sababu ya deni. Na hiyo deni nimeshindwa kuilipa." Na Elisha akamuuliza, "What shall I do for you?" Hakumjibu.
Lakini baadaye akamwambia, what do you have in the house? So my topic today is, what do you have in your house? Praise the Lord. Somebody say amen. Amen. So the Bible says, and the woman answered her. She answered the prophet that your maid servant has nothing in the house but a jar of oil. So when the Bible talks about the house, there are many houses, types of houses. There is a house of God, and there is your life. And you know that our life are the temple of the Holy Spirit, where the Holy Spirit dwells. Praise the Lord. And so what is in your house? We are talking about your life. What is in your life? Hallelujah. And this woman answered her that your maid servant has nothing but a jar of oil. So in other words, there is nothing of value in my house. Why? Because she never knew that what he had is the answer to a situation. What he had is the answer to a question. What he had is the answer to a direction. A solution to a life. The oil, the anointing. Praise the Lord. The woman didn't know what she had. Hallelujah. What she had. She had the oil. Oil speak of the anointing. Anointing speak of the presence of God. The most important thing in the life of every believer is the presence of God. Praise the Lord. So when you say that she has the oil, she has the presence of God. And so, and the presence of God is the answer to every question you have. But if you don't know what you carry, what you carry will not be able to carry you. She had something. She had everything. She had something. She had everything. I have come to you today. Declare to you, you have something. You have everything. You have something. You have the presence of God. You have the anointing. You have the oil. You have everything. You have everything. That is why Paul said, I can do all things. Christ strengthen me. The Bible says, the yoke shall be broken, but it shall be loosed. Anointing. Anointing can break every curse, pass every curse. There is no impossibility in God. So this woman was saying, I have something small. Oil. Praise the Lord. Hallelujah. Oil speak of the anointing. Speak of the presence of God. Into Acts of the Apostles 10 verse 38. Bible says how God anointed Jesus of Nazareth. The power on the Holy Ghost. He went about doing good, healing the sick, setting free those who are oppressed by the devil. And God was with him. Jesus was anointed. He never began his ministry without the anointing. How God anointed him. It is because of the oil, he did the miraculous. What he carried
manifested in his life. There is something in your life. I'm talking about you. I'm talking about your life. I'm talking about the house of the Holy Spirit. What is in your house? What is in your life? What do you carry? Do you carry the presence of God? Do you carry? Ama unabeba mshene? Ama unabeba kitu ingine? Tuko hapa leo. Nena ya kwamba ni vyema ujue ya kwamba kile unahitajika kubeba ni mafuta ya Mungu, uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu ikiwa ndani ya maisha yako, kuna silaha itainuka na maisha yako itakuwa na uwezo. So when the enemy flow in like a flood, Spirit of the living God raise you, stand against it. In the name of Jesus. Jesus Christ was anointed by God. The moment you know what you carry, witchcraft will bow before you. Powers of darkness will submit to the power of God. God will not wrestle against flesh and blood. Wrestle against principalities, powers and forces of this dark world. Spiritual real. That's why the Bible says when Caleb and Joshua went to spy the land, God said, because Caleb had another spirit within him. Because Caleb had another spirit within him. He will inherit together with his seed. He will inherit the land. He will possess his position. Because of what you carry, you will possess your position. Because of what you carry, you will take territories. Because of what you carry, your name will be heard everywhere. If you carry, you cannot be hindered. Because of what you carry, the grace of God will be an answer to every door you enter. Don't serve a dead God. We serve a living God. He is the same yesterday. He is the same today. He is the same forever. In the name of Jesus Christ. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I remember the story about the book of Mark. Chapter number 16, verse 6. The Bible says there were these three women. They were heading to the tomb. Walikuwa naenda kumuona kumpaka Yesu mafuta akiwa kaburini. Kuweka hiyo mafuta tena kurenew. And the Bible says walipokuwa wakienda walikuwa wanasemezana, sasa ni nani atatuondolea jiwe ambaye iko mbele yetu? And the Bible says walipofika pale, they find that the stone has already been removed. Jiwe limeshaondolewa. I just want to read that verse. Very, very important. So you can hear your verse menikuja. Mark chapter number 16. Verse 2 and 6. Verily in the morning, on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. Verse 6 says, but he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not there. See the place where they laid him. Praise the name of the Lord. They were carrying oil. Somebody will carry the anointing today that will transform his life. So they were asking, how can this stone be rolled away? By the time they reach there, it is not there. Praise the Lord. Hallelujah. Mungu akikutangulia,
destiny yako inaregeshwa. Mungu akikutangulia, vizuizi inaondolewa. Mungu akikutangulia, maadui wako watatawanyika. Mungu akikutangulia, silaha ambayo imeinuliwa itakosa kukulenga. Biblia inasema kwamba they were asking, how can this stone be rolled away? Before they reached there, it was not there. In the name of Jesus, I will not. The Bible says, walipofika pale, walikuwa wanataka kuingia kwa kaburi. Walikuta kwamba Yesu hayuko pale. I declare today, by the reason of God's presence, by the reason of the oil of God, you will not be found where you used to be. Hautapatikana mahali ambao watu wamekuzoea huko. Katika jina la Yesu Kristo, maisha yako inabadilishwa, hatima yako inabadilishwa, destiny yako inabadilishwa, destiny yako inaregeshwa. You will not be found the same place. In the name of Jesus Christ, because your position must change. Your position must change. Your life must change. In the name of Jesus Christ, what is called shame will never be attached to your name. Struggle will never never survive around your life. God is about to put you into a better place, spiritually, physically, and financially. God is rising you from glory to glory. The hand of God is upon you for good. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, my position must change. My life must change. My destiny must change. I pray for somebody in this place that there will be a destiny recovery. A destiny recovery. In the name of Jesus Christ. Any power that has been given an assignment to move your life from joy to sorrow, their mission is a failure. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. The Bible says, if Jesus' position changed, then mine will also change. If Jesus' position changed, he will not remain there. He will not be found there. When they come to look for him, they find he's not there. I declare and decree, if Jesus' position changed, even mine also, even mine also, may the Lord change your position. May the Lord change your position from glory to glory, from honor to honor, from one step to another step, and every step shall be a miracle in the name of Jesus Christ. So if the anointing of the Holy Spirit, if the anointing of the Holy Spirit change him, I said, if the anointing oil change him, hallelujah, hallelujah, from failure to success, from sickness to health, from barrenness to fruitfulness, from poverty to riches, from disappointment to appointment, that shall be your portion today. That shall be your portion today. Hallelujah. Hallelujah. I don't believe in struggle. I don't believe in poverty. The first thing Jesus came to do, he came to set the captive free. But the first thing he announced, when he announced the anointing, the Spirit of the Lord is upon me, for he has sent me to preach good news to the poor. So poverty is not your portion. I declare and decree in the name of Jesus, let poverty leave this land in the name of Jesus Christ. And he said in Psalm 121 as I finish, verse number 1, when the Lord
deliver the captivity. When the Lord return again our captivity. So that means the captivity can be returned. Every captivity is returnable. There is a time of God that turns situations. I said there is a time of God that God turns situations. May the Lord turn your situation. May the Lord turn your situation. May the Lord turn your situation. And curable sickness is curable by God. In the name of Jesus Christ. Jehovah is about to turn your situation. In the name of Jesus Christ. We serve a mighty God. Your captivity must be turned. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. If you want your captivity to turn, then you must have a relationship with God. Because the Bible says, if God is for us, who can be against us? Praise the Lord. You cannot be for him unless your soul is for him. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Let's celebrate our God. God is good all the time. Hallelujah. Stand on your feet. What do you have in your house? Ask your neighbor, what do you have in your house? Tell your neighbor, what do you have? What do you carry? What you carry. If you don't know what you carry, tell your neighbor, if you don't know what you carry, what you carry will not be able to carry you. Hata wakati walifika Joshua akawaambia wakuhani, the priest, watangulie, walikuwa nabeba sanduku la kale, na aliposimama katika ile mto, maji ya mto ikasimama, and the Israel begin to pass in the dry land. What you carry, if you know what you carry, what you carry will be able to carry you. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Today is your day. Every disappointment must leave you alone. An end has come to your struggle. An end has come to your pain. In the name of Jesus Christ. An end has come to your devastation and disappointment. God is about to rise you. God is about to do something in your life. What used to be a dream is becoming a reality in your life. Because God is able to do exceedingly, even above, beyond what we ask or think. We cannot seek the Lord and remain the same again. Remember the woman had oil in the house, lakini hajawahi tambua kile ako nayo. What he carried, what he had in your house, he had no value of it. He never knew that this oil, what differentiated the 5 virgins, there were 5 virgins, wise virgins, and the 5 foolish virgins. Wewe ndio unatofautisha kuna ndio yemete. Tofauti ya wasichana 5 is the oil. Ni mafuta. Extra oil. Praise the Lord. Hallelujah. So ukienda katika hii maisha bila mafuta, utakaa mjinga. Maana hao watu hawakuambiwa nyinyi ni wajinga kwa sababu amuko virgin. They are also virgin. Lakini ilifanyika, they never carried extra oil. Na Biblia ikawatambua kwamba foolish. Tell your neighbor, carry the oil. Carry the anointing. Carry the presence of God.
Praise the Lord. The greatest thing, the most important thing in the life of every believer is the presence of God. There is this man called Abinadab. The Ark of the Covenant remained in his house for 20 years. But nothing happened. But there is this man called Obed-Edom. The Ark of the Covenant stayed in his house for three months. And the Bible says God blessed Obed-Edom na kila kitu alikuwa nayo. Kila kitu. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu alitambua kile ako nayo. Alijua ni nini amehost. Siku ya leo hii ni kibali kubwa, na mimi naamini ya kwamba ni mafuta, ni neema ya Mungu, ni uwepo wa Mungu inaweza sababisha hata kukuwa na president wa county kwa hii mkutano. Praise the Lord. Kuna uwepo wa Mungu imefanya hii jambo ifanyike. Na kwa sababu ya neema ya Bwana, nataka tuinue mikono yetu. Tumwambie Bwana asante kwa uwepo wako, kwa ile neema umetupatia. Can you just lift up your hands, everybody? Everybody, songea kidogo, wale wako nyuma kule. Songea, tumwambie Bwana asante. Raba shantala bade. Wasai shalabaganda. Kila mtu inua mikono yako. Leo unyanga inono. Oh, shadaba. Jesus, I give you praise. Arejo dianto bonyo kidogo. Karibia kidogo. Nimibondas enda shagede seadili alo speakers. Simameni tu nyuma ya speakers. Ashe na lengo la Yesu kindaje wo diginte na shole suru ugide oya la seva ashala ni mote o ashe na lengo la Solo sore muridu ogamba rase wala nai ogibo nya angazi andara na shuni onigi abosho Sena, Orina, Ogibo, Kanaga, Inovikonaka, Nasho, Sana, Onigi, Yari, Osho, Sena, Orina, Umashe. Janga yana shamba gani wale? Janga yana shamba. Wadanga ile kishino na. We give you glory and honor. We worship you, Jesus. We give you praise and honor in the mighty name of Jesus Christ. Thank you for a day like this.
Magnify yourself, O God. Be exalted forever, King of Kings. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you for who you are. Thank you for what you made us to be. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, tell God that you will Musa alimwambia Bwana au kama hautaenda nasi sitaendelea, tutaendelea. Because there is no way we can distinguish with other nations. Oh, ask God, let your presence be with me. Kila mtu fungua kinywa chako mwambie Bwana nahitaji uwepo wako. Nataka nitembee na wewe Bwana. In the name of Jesus Christ. Rabba Shanta Ramagiso Alagadia. We give you praise and glory. Father, we lift your name. We thank you for your word. We worship you, Lord. We welcome your performance. We welcome the performance of God, the performance of heavens. We welcome the word of God. We welcome the presence of God. We acknowledge you, King of Kings, in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Nataka tu niombe our governor pamoja na ofisi yake. Nataka tu kusema neno la baraka juu ya maisha yao. Waje tu mbele ili Mungu aweze kutubariki. Amen. Nataka tuinue mikono yetu tuweze kuwaombea. Arejo maile bunyanga ka umondoki erikora ili Mungu aweze kuwabariki na kuwainua. Just speak a word of blessing in the name of Jesus Christ. Father, we lift your name, O God. Wacha wakuje ni baraka katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi tuinue mikono yetu na tufunge macho yetu. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi nyingine. Asante kwa sababu ya our His Excellency, our Governor, our Martin. Baba, tunamuombea pamoja na timu yake. Tunawafunika na damu ya Yesu Kristo. I declare help over his life. In the mighty name of Jesus. Let God arise and let your helpers locate your life. In the mighty name of Jesus Christ. Every power assigned to hinder your helpers and to hinder your destiny, let them be destroyed. In the mighty name of Jesus Christ. I pray that your help will not tarry. Your help will not tarry. May people see an extra hand in your life. They will say that you are not alone. God is with you. The Bible says the walls of Jericho were finished in the 52 days. And their enemies declare, Sanballat and Tobias said, these walls were completed by the help of God. May your life experience joy. In the mighty name of Jesus Christ. May your life be full of joy. May your county be full of breakthroughs. In the mighty name of Jesus Christ. I declare and decree in the name of Jesus, the God I serve, change your life and bless your life. Protect your life from the wind of destruction, from the wind of evil. Let there be no weapon formed against you shall prosper. In the name of Jesus Christ. For he who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And he shall say that the Lord is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely he will deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Under his feathers you find protection. Under his wings you find. In the name of Jesus Christ.
arise, God will raise you above them. May favor be your portion. In the name of Jesus Christ, I declare your county is blessed. May the Lord open your county. In the name of Jesus, may He help you, enable you, strengthen you. More favor, more connection, protection. May the oil of long life be your portion. May oil of health be your portion. In the name of Jesus Christ, your children are blessed. They shall be mighty in the land, in the land of the living. Your children shall not be partakers of demonic wisdom of this world. They are blessed. In the name of Jesus, when people will see your seed, they will acknowledge that it's a seed that God has blessed. In the name of Jesus, I cover this county by the blood of Jesus. I declare you are covered. You are covered by the blood of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. I declare in the name of Jesus, none of you will die prematurely. We cancel premature death. None of you will see the grave of your children. Your life are protected. I declare no divination in your families. I scatter every power of witchcraft. Anyone cooking witchcraft against your life and against your leadership, they are rendered defeated by the blood of Jesus. I stand as a voice of God. In the name of Jesus Christ, I arise you above your situation. And I declare in the name of Jesus Christ, I speak angelic reinforcement over your life, angelic protection, angelic reinforcement. In the mighty name of Jesus Christ, your leadership will not suffer. Your leadership will not struggle. There will be no tears, no cry, no suffering. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we bless your name and we give you glory. May you become a light to this nation. May you become a star to our communities. In the mighty name of Jesus. Father, bring resources to this land. In the name of Jesus. Tunakushukuru Bwana. Tunakuinua mfalme. Tunakataa ajali kwa viongozi wetu. We refuse sudden death. Accidents are not permitted in this land. In the name of Jesus. Father, we thank you. We give you praise and glory. In Jesus' precious name. Amen. Amen. Basi nashukuru kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa sababu najua kwamba gavana wetu wako na haraka. Nadhani mwalike ndugu yetu ambaye alikuwa anachukua nafasi na ujaribu tumie time kwa sababu Thank you so much. Nashukuru sana Mheshimiwa Governor, our Bishop, Dad, majority leader wetu ambaye ni MCA wa wadi hii pamoja na viongozi ambao maandamana naye. Tunawakaribisha sana. Tunasema asante sana kwa your presence. Asante sana. Tunakukimbia sana kwa sababu ya muda. Naona gavana wetu ni mtu ambaye anafanya kazi ile kwa wale anafanyia wananchi kazi, na tunataka kukimbia zaidi. Korolo ngani? Thank you.
Nataka tukupatia watu wawili tu wapate kuzungumza kidogo tu, ndio nipate kumpatia kupana nafasi hii kwa majority leader apate kutuongoza kutoka hapo, si ndio? Kwa hiyo nataka kupatia thank you very much. Asante sana our MC. Asante sana. Let me take this opportunity nachukua nafasi hii kwa kuheshimu our presiding bishop LWCC na reverends ambao wako hapa, wachungaji ambao wako pamoja nasi siku ya leo. Naomba niongee kwa lugha moja kwa sababu ya muda, na natumai kila mtu ataelewa lugha yetu ama lugha ambayo tunatumia. Hata wao Masai wamechanuka, wamesoma, wanaelewa Kiswahili, wanaelewa kila lugha, hata saa zingine Kikuyu wanaelewa. His Excellency the Governor, Kiambu County, Honorable Wamatangi, our area MCA, Honorable Musheke, all protocol observed, na wananchi wote kwa jumla, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani arogoshwo. Bwana asifiwe sana. Basi ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi hii, ametupa uhai, na ndio sababu kila mmoja anaweza akasmile. Sitachukua muda kwa sababu ya wakati, lakini wacha ninene machache. Kama mwakilishi wa serikali katika jamii hii ya Maa, asante sana, tunakushukuru sana His Excellency the Governor kwa kubali mwaliko wetu. Najua shughuli zako ni mingi, lakini kwa sababu ya heshima ulio nayo kwa jamii hii, umekubali kuja kujumuika pamoja nasi, kushiriki neno la Mungu pamoja nasi, na tunakushukuru sana. Hatuchukulii jambo hivi hivi, tunachukulia kwamba ni jambo la heshima sana, na tunakushukuru sana. Pamoja na wa MCA wetu ambao amekuwa pamoja nasi kila wakati, kwa mabaya na mazuri, hatujawahi mkosa. Amekuwa mmoja wetu, anaweza hata akaingia katika nyumba hizi zetu ambazo saa zingine wengine wanadharau, lakini yeye amekubali kuwa mmoja wetu. Mheshimiwa Governor, jamii hii ya Maa ambayo iko Kiambu County ni jamii ambayo imeishi hapa kwa muda wa miaka 10 na zaidi. Ni jamii ambayo imeishi hapa kwa miaka 10 na zaidi. Ni wamelelewa hapa, wengi wameingia shule wakamaliza. Kwa hivyo ni watu ambao ni part and parcel of Kiambu County. Wanapiga kura hapa, shughuli zao zote wanafanyia hapa. Na hapa katika eneo hii ya Kiambu ama Juja, kuna zaidi ya Masai zaidi ya 300. Wote ni wakazi wa hapa, shughuli zao zote ni hapa, shule ni hapa, masomo ni hapa, kila kitu hadi upigaji wa kura ni hapa. Mheshimiwa Governor, wakati ulikuwa senator, nakumbuka wakati mmoja, pengine utanijua kwa sababu nilikuwa kidogo slim na sasa hivi nimenenepa kidogo. Nakumbuka tukitembea all the way from Juja Farm, tukitembea tukiongea na watu. Na kama uko na hizo picha labda utaniona kidogo. Na lakini sasa hivi nimejenga kidogo, nimejaza kidogo, na jamii hii imesimama pamoja na wakati ulikuwa senator na wakati ulikuwa umevai for governor, na kwa mapenzi ya Mungu ukapata, jamii hii ya Maa imekuwa nyuma yako.
na tunashukuru. Na mheshimiwa our MCA Musheke is a witness kwamba jamii hii imekuwa ikisimama kwa serikali zote ambazo zimekuwa serikali ya Jubilee ambaye ulikuwa senator, na hii serikali ya inaitwa aje? Najua serikali imekuwa mingi sasa, inapewa majina mingi, lakini serikali ambayo imekuteua sasa ukawa governor, jamii hii imesimama pamoja na wewe, imekupigia kura. Na jamii hii pia iko hapa na kwa sababu pia inataka kusikia kwamba they are part and parcel of this government. Hii government yako wamenituma na wakaniambia niongee machache ambao wanataka uwafanyie. Jamii hii ina watu ambao wamesoma. Kuna watoto wamesoma, wako na degrees, wako na diplomas. Na wanasema kwamba ili pia sisi tusikie kwamba tuko katika serikali ambayo tuliweka ikawa kwa power, wanataka pia unapoangalia mambo yako kidogo wasukume pia wapate kazi, kwa sababu wamesoma, wako na barua na wanataka kazi. Kwa hivyo mheshimiwa governor, tunasema kwamba hawa watoto wetu ambao tumewasomesha, kama kuna nafasi katika serikali yako, tafadhali utukumbuke kama jamii ambayo imekuwa ikisimama na wewe. Jambo la pili, tunajua kwamba serikali yako imekuwa ikipeana bursaries kwa watoto ama kwa jamii ambazo pengine hazina uwezo mkubwa wa kusomesha. Tunakuomba kwa heshima yako, kama vile umekuwa ukitusaidia, tunaomba kama kuna bursary ambazo zinapeanwa kwa watoto, tafadhali kwa heshima yako tunaomba kwamba hata sisi utukumbuke. Jambo la tatu ambao wamenituma nikwambie siku ya leo ambao umetutembelea ni kwamba jamii hii ni jamii ndogo ambayo iko katika jamii pana ya Kiambu, na wanauliza kama wanaweza pia pata mwakilishi wao katika serikali yako. Kama ingewezekana pia utusukume kidogo, kama kuna nafasi zinatokea ya chief, kama kuna nominated MCAs, tafadhali, kwa sababu Mungu atakupa nafasi nyingine ya kuhudumu kwa miaka zako zote 10, na kunapotokea nafasi kama hizo, tunaomba kwa heshima kubwa utukumbuke kama minority, jamii minority ambayo inaishi katika kaunti yako. Jambo lingine la mwisho, kwa sababu kuna mengi lakini sitasema yote. Hiyo ingine pengine ukitupia nafasi tukuja kwa ofisi yako, tukuje tukwambia hiyo ingine kwa sababu ya muda. Jamii hii pia inaishi hapa na wanahitaji pia maji. Hatuja kuwa na maji safi ambayo hawa watu wanakunywa, na tumeona serikali yako ikiwekea watu maji. Kwa hivyo wanaomba kama kuna uwezekano, kama kuna shamba ya serikali ambao wanaweza wekewa maji ili wapate maji safi, na pia stima, kwa sababu hizi nyumba tunajenga nyumba mzuri ili pia tupate stima, si ndio? Kidogo tu. Naona sitachukua muda sana. Kwa hivyo tunaomba tafadhali, unapofanya mambo yako huko ndani, kumbuka kwamba kuna jamii ambayo imekuwa ikisimama na wewe, imekuwa ikikupigia kura na wanakuhitaji pia. Kwa hivyo kwa haya machache, wacha nisimamishi hapo, na kama kuna nafasi utatualika kwa ofisi yako. Hiyo ingine ambayo sijasema, huyu MC ananisukuma, nitakuja kukuambia. Asante sana. Na kwa majina, mimi naitwa Francis. Huyu jamaa ananisukuma sana, si ndio? Si hata nyinyi mnaona? Lakini wacha niachie hapo. Mungu awabariki. Thank you. Sawa, tumpigie Francis makofi. Thank you so much. It doesn't mean that you are not saying something sensitive, lakini jua Masaya governor. Haya, kore Purity. Purity Chaledi. Tasi wole ndani ya bonda monako. Kuja hapa kwa haraka. Harakisha. Kasi ukiza. Dakika ni ware. Haya, ore le microphone na njingo na nimbo ngana nano ngera ragor. Ngera ya gor le microphone na nji. Na ngombo ngana nano venye na bongera. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Niko na heshima mbele yenu, mbele ya madhabahu
mbele ya wachungaji, our lovely dad Bishop, Kiambu Governor Honorable Wamatangi, Excellency pia Musheke. Tunawaheshimu wote na tunawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Tumewakaribisha. Sikieni mko nyumbani. Na ile yote unafanyanga kwenye pia utakuwa free hapa. Our Excellency Governor of Kiambu pengine utujui sana. Lakini sisi ni wapigaji kura wa huku. We are very sure Mheshimiwa Musheke anajua. Tumetoka mbali na Mheshimiwa Musheke. Pia alitusaidia kubadilisha kura kuwa wapigaji kura wa huku. Ni yeye alituelekeza mahali tunabadilisha, kwa hivyo akoshua kura mingi ni za Kiambu. Kwa hivyo Mheshimiwa wetu Governor, kile tumekuja kuomba kama watu wa Juja. Sisi sasa hatuhesabiwi Kajiado, tumehesabiwa Kiambu. Kwa hivyo wakati unagawa migao yako, kama ni basari, kama ni vikundi, tuko na vikundi, tunahitaji msaidizi wa governor. Kama ni wa basari, tunahitaji basari pia, watoto wetu wanasoma na wanasomea Kiambu. Kama ni kazi, wamesomea Kiambu, wamemaliza, wamegraduate, wako na makaratasi, pia wanahitaji kazi. Wakati unapata nafasi hiyo moja moja ambayo unapeana kwa watu, tuhesabu kama watu wako. Utupe hiyo nafasi moja. Wakati unapeana nafasi moja huku, tukumbuke pia tuko hapa na sisi ni watu wako. Kwa machache, mimi ndio Purity, mimi ni jaledi wa huku. Musheke ananijua sana na pia tutakushikilia. Na bado tuko nyuma yako kama vile tumekuwa kabla tukujue, sasa ndio tutakushika vizuri. Na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Tumpigie makofi tena. Mheshimiwa Governor, wacha tu nipeane nafasi nyingine moja ndio nipate kumaliza. Nataka kumpatia Pastor Wilson ndio nipate kuendelea kutoka hapo. Tumpigie makofi anapokuja. Messi Siankai. Messi Solaitorian. Mairorokinoto pookin. Salimiane wote. Meeta mayiana ntae Enkai. Wabariki. Nanoloji Pastor Wilson. Naitwa Pastor Wilson. Ore duo nai tesipata. Kwa ukweli. Ore ena serikali ya Kiambu. Hii serikali ya Kiambu. Nanu iterua adung kura tenakop. Yeye ndiye mtu wa kwanza kukata kura hapa. Entosh nkaik oleng. Mpigie makofi mazuri. Niakanyor oleng tenaing'or ntae. Kwa hivyo nawapenda napoangalia. Najoki ntae iltung'anak lormaasai amateng'ena. Nawaambia hata kila mtu tomaishoi enkanyit tedukuya my bishop. Napeana heshima mbele ya bishop. Kimayian Enkai bishop oleng. Mungu akubariki sana. Kiyiolo ajo ore empiris nikiata naa Enkai ake naishorua. Neema tulio nayo ni Mungu amepeana. Ore apa paatum olalashe lai Musheke. Alipokutana na Musheke. Na ndo taata mairoro wazi kidogo. Wacha leo asungumze wazi kidogo. Najoki Musheke kayieu enkomono. Musheke akamwambia anahitaji maombi. Najoki ore taa iyiok mikintosholo hiyo mikipuo loibonok. Akamwambia sisi huwa tuchanganya, tuendi kwa waganga. Naaku oro singale Enkai my bishop olonapa. Mchungaji wangu bishop. No oltung'ani itumia Enkai oleng tele osho lang. Ni mtu ambao Mungu amemtumia kwa njia kubwa katika. Nejo ora kepia kwanoto malo. Na akakipata basi takuwa sawa. Na oshoki my bishop esimu. Apigwa bishop. Na ina olong ake nanu atoshoki esimu. Na ni siku hiyo tu ndio amepigia bishop. Na iwanganisha MCA lang Musheke. Kajo na doi ketamayianaka Enkai na omono. Ndipo nafikiri Mungu amembariki kwa maombi hiyo. Niaku oleng kimayiana Enkai oleng bishop. Mungu akubariki sana. Na mikitoponiki Enkai na mpiris. Mungu akuongezee neema. Kagira ajo paiko nji. Anataka kufanya hivi. Kagira ajoki orgavanai lang Wamatangi karibu oleng area. Namwambia gavana wetu. Nanu taa chairman lena murua. Yeye ndio chairman wa eneo hili. Kara payian lorkijiji. Alikuwa mzee kijiji. Naitaki chairman le Kiambu County. Akakuwa chairman wa Kiambu. Kara taata nanu orpastai. Yeye leo ni mchungaji. Ore alade tung'ani ojere Francis. Kagira aitubulu peyie aret ena siai. Niaku tang'amu ilo lee amu olee. Matoi taadii Enkai lomaasai entapal ena wifu. Meisisi Enkai. Najoki sininye Musheke. Anamwambia pia mheshimiwa Musheke. Kiti tenebo oyie. Tuko pamoja na wewe. Iyapa oltido lang. Wewe ndio ulikuwa mbele yetu. Nikiim naaduo eneim apa. Basi tukapita mahali maana. Niaku aomon taata ajoki. Kwa hivyo nakwambia leo. Ore nikijoki iyie tene. Kile tutakwambia hapa. Enoshi ake nikijoki iyie. Ama yale ambayo huwa tunakwambia. Tipika elukunya.
Ore dia na anisa beti unji. Kanisa hili liko hivi. Na ketii oreitai lino. Ni kwa sababu yako. Neeku ekiyiolo ajo ore nye peetii gavana ene. Kwa hivyo tunajua gavana ako. Naa tenkaraki iyie osinka Enkai. Kwa sababu yako. Matooshoki Enkai sidain oleng. Ore amairo nanu amu kiyieu nikiponu office. Maana yeye haongei maana anataka kuwatembelea ofisi. Nje ake oltung'ani likiyakaki ajoki tang'amu. Yule umeleta uambie mpokee. Tang'amu amu lino ilo tung'ani. Pokea maana huyo mtu ni wako. Meisisi Enkai. Karibu oleng kimayian Enkai oleng. Karibu Mungu akubariki. Kayiolo ajo ore eilata niwaita tenewueji. Mafuta ambayo mlibeba. Naa kelo aasisho. Keiwuang'a ildonyo. Naa kenukaa irkejek. Tenkarna matooshoki Enkai sidain oleng. Entapal metabaiki nena mayian Enkai. Asole tumpigie pastor wetu makofi. Nena rahisi mno. Asole tumpigie pastor wetu makofi tena. Nataka kwenda kufupisha hii program kwa sababu ya governor. And nataka kuambia watu wenye wanani text, wananipigia simu, wananiambia niwapatie nafasi. Governor wetu akitoka tutawapatia nafasi muongee. Si ndivyo? Kwa sababu ya muda. Tafadhali tunaomba hivyo. Ya, kwa hivyo wacha niseme tu machache. Ndio hata mimi nipatie nipane nafasi. Mheshimiwa Governor, tunasema karibu sana kwa hii eneo hii. Tunasema tumeshukuru sana. We appreciate your presence. Tumeona umetutambua zaidi. And since ukuwe senator, ndio sisi tumeanza kuonekana hapa. Na kwa yote, wacha nikwambie ukweli, mtu ambaye amepata kutuunganisha na serikali ya huku ni Mheshimiwa Majority Leader. Tumpigie Majority Leader makofi. Amekuwa mtu wa karibu zaidi wakati wowote. There was a time fisi ilikuwa inasumbua watu. And that thing touched me a lot. Ilikula kijana yetu ya Masai pale na ikammaliza. Mheshimiwa Majority Leader alikuja pale, tukaenda na yeye pamoja na Wilson. Tulienda kuona hiyo familia. Na pale tukapata shida zaidi. Watu wengi walikuwa na njaa kwa sababu kulikuwa na kiangazi. Na Mheshimiwa Majority Leader, tuliona mkono wako wakati huo. Tuliona uliwasaidia watu zaidi. Alikuja akaleta unga, akapatia watu kila kitu na akasaidia hiyo familia tukaenda kuzika yale mabaki ya mwili ambayo ilibaki pale. We appreciate that, na ndio Mungu anakubariki. Jambo la pili, Mheshimiwa Governor, you had that these people are educated. Kuna watu ambao wamesoma, kuna barua mingi zaidi na hawana kazi. Na si kwa sababu ya kutokuwa na kitu kingine, lakini pale Kajiado tunaambiwa nyinyi ni watu wa Kiambu. Tukienda Kajiado County tunaambiwa nyinyi ni watu wa Kiambu. Tukija hapa Kiambu hatujulikani. Lakini leo tunasema, leo umekuja ndani yetu katuona. Leo umetujua. Tafadhali tupie nafasi tuwe karibu nawe. Kwa sababu hatungekulaumu hapo awali kwa sababu haungetujua. Na mgeni hajui chochote hadi ajue. Na kwa sababu sasa uko na Majority Leader, nawe pia umetujua. Tafadhali utulete karibu nawe. And nimeona I have seen that Dr. Omatangi Foundation in some part of this county. Na niko na kitabu yako hapa ambayo nilipewa kwa ofisi yako. Mimi ni secretary wa kanisa. Na ninaona you deliver excellence. You see? So we want, even as the Maasai community, let us feel that excellence you deliver. Si ni vizuri? Kwa hivyo tunaomba sana utukaribie, tuwe pamoja nawe, na tutaendelea kwa sababu tumeona wewe ni mtu roho safi. Na wacha nikwambie tu jambo moja tu la mwisho. Wakati ulisumbuka, unajua venye ulisumbuka majuzi. We heard from our MC na tukaona tuko kwa television. Wacha nikwambie, mbele ya Mungu ambaye tuko hapa, we felt so sad. Kwa sababu tulisema hakuna mtu roho safi kama Wamatangi. Hata kama hatujamkaribia, mahali kidogo ambaye tumemkaribia, we feel it. Na tunaomba sasa hizo foundation, hawa kina mama ambao wanafanya hiyo leso, they have some groups that they have. Tafadhali wasaidie wajimudu. Kwa sababu wengi wao hawana wazee. You see? Wengi wao wazee wao ni walevi. Wengine walikufa, ni wajane. Tafadhali. Kemunga inasira? Yeah. Kemunga inasira? Emeridi ngoli ene? Emerila meragala meraidogi? Paganye bigwani na naja meroni ngorgavana na agara leisho. Na kutafadhali governor, tunaomba utukaribie
especially kwa hizo foundations na employment opportunities. Thank you so much. Wacha tu governor nipatie mtu wa mwisho ndio tupate kumkaribisha majority leader. Nataka kumpatia Mheshimiwa Sitei, ametoka Kajiado, ameturespect sana, akuje tu atusalimie. Pegi tumashamduka. Karibu sana. Mara shughuli Sitei ngai. Karibu sana Mheshimiwa. Shole. Njoo majority leader. Thank you. Basi ni vyema kujitambulisha, lakini kabla hiyo nataka kuomba msamaha, nimechelewa. Nimedrop watoto wangu shule, ni kanisa, alafu nikakuja hapa. Mimi naitwa Dickson Sitei, nimetoka Kajiado. Na nataka kusema pastor wetu Isaac, bishop wetu, pamoja na pastors wengine, na His Excellency wa Matangi, pamoja na MCA wetu hapa, na wazee na wamama na watoto, hamjambo. Andasoba. Si hata nyinyi mnajua Kimasai kidogo? Bila kuchukua nafasi, nimekuja hapa kwa sababu ndugu zangu wako hapa. Ule Francis mama yake na mama yangu ni sisters. Ule alikuwa anaongea hapa. Na nataka kusema His Excellency, ndio nimalizie kwa sababu najua time imeenda. Nimekujua kidogo. Mimi ni mtu msomi. Mimi nimesoma sana. Nimefanya bank ya Standard Chartered miaka 18. Na nikasoma Malaysia, nikafanya kazi huko na Singapore 6 years, Malaysia, bado within Standard Chartered. Na nilikujua kupitia TV. There was a very serious discussion when you are discussing national issues. And I always salute you for that. And when you are a senator, there was a morning session you always go, I think, sometimes. And your discussions are very professional, and they are very national, and you mean what you say. Na after that, nikafuata pia kazi yako kwa county. Maana mimi naelewa kazi ya county kidogo. Mimi mpaka juzi nilikuwa CEO Investment Authority Kajiado. We have an investment authority in Kajiado. I've also been CEO for Narok Kajiado Samburu Economic Block. Kwa hivyo naelewa kidogo mambo ya county. Na vile unafanya kazi, the empowerment of your people is real. The model of bottom up, if implemented well, was very nice. And I think you have tried. Personally, I've seen you go down to the villages to support people from the dairy farming and across the sectors. Kwa hivyo, I think to me, you are one person that have delivered something for Kenya. And that to me as a professional, maana niko na experience kidogo, I think you are doing a great job. And I'm sure people of Kiambu will give you another term. And I want to advise wale wa Maasai wako hapa, tafadhali wale wanapiga kura hapa, patieni wa Matangi. This is irrespective of the party. You know, kuna party mingi, lakini saa ingine party inalete mtu ambaye hafanyi kazi. Hiyo ndio tumeanza kuona kwa siasa ya Kenya. Na irrespective of the party, Wamatangi always has a mind and a heart for the people and to contribute to the economy of this country. Kwa hivyo, congratulations, nisiende zaidi hapo. Kwa hivyo, sitaongea mengi maana bado nakutana na Wamasai wangu hapa. Pale Kajiado, mimi nitakuwa 2027 na wania kiti ya governor ya Kajiado County. Na kwa sababu leo ni siku ya kanisa, hatutaenda hapo sana. Lakini ukiangalia ile ka experience kidogo niko nayo, mimi ni Mkristo. Mimi nimesoma masters yangu in International Business, Information Systems and Technology, degree hapa the Carol USIU. Na mambo mengine mengi. Lakini nataka kusema ya kwamba
Tafadhali support hawa. In Kajiado, we have 9 sub-tribes. Kekonyokie, Purko, we have Nodokelani, we have Kisongo, where Governor come from. We have these other guys, Kaputiei, where Nkidianye come from. And the only sub-tribe that goes out of their county is Kekonyokie. And these are the Kekonyokie. Clap for Kekonyokie. When you go to Embakasi, where they were done a compensation, these are Kekonyokie. If you go to Naivasha kwa Kihara pale, bado ni Kekonyokie. Ukienda Nakuru, utakuta Kekonyokie. So these are very exposed people, and they are people who are outgoing. Kwa hivyo najua akisema hiyo wanasema watafikisha. Kwa hivyo naomba wale marafiki wote mko nao wa Kikuyu hapa, wa Kamba, wa nini, tafadhali mwambie wapatie kura wa Matangi. That is my prayer. Kwa hivyo sitaenda zaidi tena, nataka kusema Mungu awabariki. Ukipata hiyo nafasi vile wanasema, everyone is looking for an opportunity. And Kajiado, we have taken care of the Kikuyu community. I'm telling you, we have done that. Kwa hivyo wale wachache wamekuja hapa, si wajue tu, hata wakifika pale kwa ofisi yako wapigwe picha ionekane Kajiado, ujue tayari hiyo ni plus. You are a national leader. Kwa hivyo asanti sana, si Mungu awabariki. Akaitobira yeye. Njosho wa Matangi kura. Kajo wa Matangi kura. Chama hii ndanga yoleng. Asanti. Thank you. Thank you so much. Haya, tumpigie mheshimiwa wetu makofi mazuri. Asante sana. Mheshimiwa Governor, kuna wengi wamejaa hapa wanakaa wako kama huyo. Haya, mheshimiwa majority leader, ndio nikupatie nafasi hii. Kuna mtu ambaye ni yeye ndiye alituunganisha kwako zaidi na pamoja na governor. Mtu anajulikana kama Timothy Maya. Pole sana, utakuja kuendeleza kutoka hapo, upatie majority leader. Na unapokuja kuja rafiki yangu, kuja. Huyu ni mmoja wetu ambaye ameajiriwa kwa kaunti yako. Ni mmoja wa Masai ambaye ameajiriwa kwa kaunti yako. Si ni vizuri tu aonekane? Tunashukuru kwa huyo mmoja. Ukitupatia wengine 5, actually utajua. Thank you so much. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu askofu, the clergy, Your Excellency the Governor, Majority Leader, all protocol observed. Orma saipo okay. Enda suba dangarana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mairo kinotole. Sababu ya masaa amo yuta adoge ya saa na kayiwe kana itoki ashukosia dipena irengene nda ajoki. Ora kan kolongo shini kiata larikok. Na isidire nerepe kuldok tenere penkete basari na ishoka ndageti nijo jashe. Amongo londo rarana na jashe. Message Yesu. Your Excellency the Governor, rafiki mkubwa wa jamii wa Maa. Ningeomba tuoneshe kwa mikono ya Governor. Governor wa Matangi ni rafiki mkubwa sana wa Maa. Nasema hivyo sababu kuna dada yetu anaitwa Grace. Makofi kwa Grace. Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada yetu ni yeye tunamuita Entiro Lugumai Nanyoke Naiborla na Nare Olosenko. Hiyo ni jina yake ya Kimasai. Bwana Yesu asifiwe. Hii siku ya leo imefaulu sababu ya Grace. Eto shukidi Grace ngai sida inole. Governor, na wewe kabla au umetujua uliweza kutupatia nafasi kubwa sana ya Grace. Kwa hivyo sisi kuna msemo yetu tunasemaga kwa Wamasai, ormoget sida yugaja. Ormoget sida yugaja. Orinyole. Yaani mema hulipwa na mema. Sasa sababu ya heshima ya Grace 2027 siku hizi kutoka Thika constituency, Juja na Ruiru, slogan yetu tunasema 20k strong. Bwana asifiwe. Yaani tutafunga kura 20,000 ya jamii ya Maa zikuje kwa kikapu ya Excellency Governor wa Matangi. Naongea uongo? Kagara leisho? Maile bia na hangaika airoro kwa Governor yule, nataka nione mkono ya Governor. Governor, nataka kusema ya kwamba wewe ni rafiki yetu mkubwa sana. Hatukuwa tumejuana wakati wa 2022, lakini immediately ulipoingia
ukatupatia nafasi ya grace. Mimi Pastor David Kiok alikuja akanitembelea, sababu kwa majina mimi naitwa Timothy Muteri, mkaaji wa Mwalimu Farm Roiro, Gatongora Ward, na mimi pia ni kiongozi pale. Mheshimiwa Dan ni MC wangu, na tulifanya kazi mkubwa sana na yeye 2022 na hii jamii. Kwa hivyo tunaheshima kubwa sana na yeye. Na Dan ametufanyia kazi kubwa sana. Basari pale hatulalamiki. Basari iko imara. Makofi kwa Mheshimiwa Dan. Tena pale kuna nasari. Nasari tumepata ECD pale. Very classic. Watoto siku hizi wanacheza tu wanacheza. Kuna nasari pale wanacheza sababu Your Excellency Daktari Kimani wa Matangi. Pia tuletea barabara. Last year tulikuwa na mabarabara huko, mashini zilikuja huko. Tulikuwa na mashini za county for 5 good weeks. Zilifungua barabara kilomita 18 zikaeka maram. Kwa hivyo Your Excellency, huko Mwalimu Farm tuko na resources, tuko na quarries kule. Kwa hivyo tungeomba kabla wakati wa mvua ukiweza kutupatia tena hizo mashini at least kwa mwezi moja, zitafanya kazi kubwa sana. Kwa hivyo ningeomba hiyo tukipata itakuwa imefika ujumbe, sababu tuko na association pale ya Mwalimu Farm Resident Association na the vice chairman pale. Sisi ndio tumekuwa tukisimamia hizo barabara pale. Kwa hivyo Your Excellency, tunaomba kupitia kwa Mheshimiwa Dan, tukipata hiyo barabara hizo mashini kabla ya mvua, tutashukuru sana. Your Excellency, nataka niongea maneno mawili sababu ya masaa. Nataka kusema ya kwamba mimi ndio spokesperson Matters Politics ma community within Kiambu County, especially the 3 constituencies Juja, Thika and Roiro. Baba yetu askofu anajua namna hiyo, na tumekaa hivi, nimewakalisha watu. Nataka kuambia serikali ya 2028 ya gavana wa Matangi, hebu ache ianzishwe tukiwa pale. Wacha tuform hiyo serikali pamoja. Sasa saa hizi wote tunaenda kwa kichaka tuwinde. Ndio wakati huo swara tukienda kuua, tunajua ya kwamba mguu ya mbele itakuwa ya jamii ya gani? Jamii yetu ya Maa. Kwa hivyo nataka kukuhakikishia ya kwamba hizo kura tutafunga. We'll make sure tunasema 20k strong. Kama ni nomination tutahakikisha hizo zetu 20k lazima zimepigwa. Kama ni general election tutahakikisha zimepigwa. Sababu najua hiyo wakati mwingine ikiingia, tukirudi tena kuingia na tuko na imani. Sababu tukiwa karibu na baba yetu askofu, sababu na ningependa kusema kwa sababu ya askofu. Tangu tuanze kushikana na yeye, ile mambo yetu mengi ambayo tulikuwa tunaona kama ni ndoto zimeanza kuonekana reality. Na kwamba baba bishop kijasholeng urabana na baba ogene kadolai jwenenge dede ruasibai poke na kajasholeng. Kwa hivyo Your Excellency, najua ya kwamba 2028 tutapata nafasi kubwa kama hiyo ya grace. Nataka kusema ya kwamba nilimuita David Kiok pastor wetu, na kaniambia nataka unisaidie kwa hii jambo. Nikamshika nikamwambia twende headquarter. Kufika pale headquarter, tukafika kwa mlango tukaambiwa governor ametoka na amekuwa na appointment. Unfortunately, kwa bahati mzuri Grace akapigiwa simu. Nikasikia sauti yake nikamuongelesha kama Masai. Najua ikijuta yana nikiwa moni yendi zango wange yakiyo kwa governor yaji. Ndo shugide Grace ngai sida inule. Na yako no langa already the way siku hiyo ndio pastor alipewa diary pale ya Kiambu. Na yako nataka kusema shukrani sana kwa dada yetu Grace. Nataka kuomba jamii ya Maa. Kayuna umane ndajore rangara yanganyite Grace. Maibangaror governor Daktari Kimani wa Matangi. Kayuwa kana umun. Kaja lungana ko jege mbangare or governor. Basi nataka kusema governor nimemaliza, na nikisema tumeshukuru sana. Leo ilikuwa ni siku ya kutafutia pastor wetu gari, na tuko na imani itafanyika. Nataka kusema ya kwamba kayuna joge la dorongana ko gare ngore andawr kitoko na isidede ne bwini wi yamaga dara ko leng enjo melanga na da enjo mendo bera be mingwa ne anda do ne ndo bera kada ne kayuni sosione lawa ondo monoko na ri ne wi na bwi do bernada be etum na ahomo. Governor, kuna mtu nimemuona hapa akitembea juzi, alikuja mwalimu anaitwa Gitundu. Gitundu nafikiri anatangazanga mambo ya governor
sana sana. Pia ningependa kumshukuru sana sababu ndio ule pia ya Gitundu. Gitundu alitembea huko Malimbu Farm na hizi magari ya governor. Tulikuwa barabara tutawahi pata. Kumbe Gitundu amekuja kutangaza na barabara zikakuja. Kwa hivyo makofi kwa Gitundu. Nilikuwa nimemwona nikasema pia ni muhimu niweze kumtambua. Sasa kuna rafiki yetu mmoja amekuja na ujumbe kutoka State House, Amos, ningeweza kumtambua tu kwa ufupi sana ili tuweze kupeana kwa majority leader. Kwa hivyo Amos tafadhali kwa ufupi. All protocol observed. Good afternoon. Mimi singependa kusema mengi, ningeomba majority leader aendeleze sababu ya muda. Ila gavana nilipokuwa nakuja tulikuwa na State House controller akaniambia nikuambie salimia hawa watu. Amekusalimia sana, amesema uwashika wa Masai vizuri, uwaweke vizuri juu ameniambia yeye ni rafiki yako. Juzi mkiongea on Thursday tulikuwa na yeye. Kwa hivyo bwana gavana, hawa watu washike vizuri na tunakuomba, nitawaomba hawa Masai wote, please mshikilie wa Matangi. Juu hatujaiona gavana amejumuika na sisi. Si huyu ndio wa kwanza? Basi aigo tana ya dor ngorero ishorwa State House controller areregwa meta kaisha dakar pastai asholeng. Bwana Msheke, karibu. Asante sana, tuwapigie wote makofi.